Last Sunday tulikuwa hapa. Na last Sunday tulikuwa tunaongea juu ya kuheshimu madhabahu, kuheshimu watumishi wa madhabahu na kumheshimu Mungu mwenye hayo madhabahu. Tuliongea mambo matatu last Sunday. Kuyaheshimu madhabahu, kuheshimu Mungu mwenye hayo madhabahu na kuwaheshimu watumishi wa hayo madhabahu. Na wakati ambapo tulikuwa tukijifunza last Sunday, tulisikia ya kwamba wale ambao wameheshimu madhabahu na wanasongesha sadaka zao bila kuchorideti Mungu wao, bila kutoa, wanaleta kwa uaminifu kwa madhabahu, tulisikia ya kwamba Mungu naye anahakikisha chochote kile wanaguza kwa mikono yao kinanawiri. Anything. Ukiingia kwa shamba, mashamba yananawiri. Ukiingia kwa biashara, biashara inanawiri. Ukisema leo ni kufuga, mimi nitafuga mifugo, inanawiri. Ukisema mimi nitaingia kwa sekta ya uchukuzi, si ubebezi, ni uchukuzi barabarani, Mungu anahakikisha unanawiri. Kila kona, mahali penye tu unaingia, Mungu anahakikisha unanawiri. Kwa sababu gani? Ya kuwa mwaminifu na sadaka zako na zaka zako kwa madhabahu. Tukaleta challenge last Sunday. Kuna watu ambao anasema mimi niko na wiki mbili sijaenda kanisa, kwa hivyo sifai kutoa sadaka. Hata ukikaa nyumbani ukose kufika kwenye madhabahu, usikule hiyo sadaka, usikule hizo zaka, kwa sababu ukizikula zinakula zako. Ukikula 10%, hiyo tulijifunza last Sunday, niko ninapita tu, lakini tulisema ukikula 10%, kitabu cha Malaki chapter number 3 verses 8 to 10, Mungu alisema wewe ni mwizi. Umeingia kwa store ya Mungu na umeiba, wewe ni mwizi. Naye Mungu ataingia kwa store yako na kufagia kila kitu. Utaanza kushangaa, kazi nimefanya tu miezi 3, kwa nini nimefutwa? Mifugo nimefuga ng'ombe 5 na asubuhi nimekuta wote wameinua miguu juu. Kwa sababu niliingia kwa store ya Mungu nikatoa chenye si changu. 10% tithe, tulisema hiyo ni ya Mungu na hakuna kuongelelea. Hata kama haujafika kwenye madhabahu. Siku hizi kuna simu za rununu inakuwezesha kurusha kwa madhabahu. Wacha hizo zaka ziendelee kukutetea kwa madhabahu. Labda umeshaenda safari. Hiyo siku ya kuja, siku ya Sunday imekupata huko Kakamega na ulikuwa kwenye shughuli. Sukuma 10% yako kwa madhabahu. Usikubali shetani aanze kukunogonezea. Mungu hawezi jua. Mungu hawezi jua. Mungu hawezi jua. Hata pastor hajui mahali huko. Kula. Shetani alinogoneza kwa Anania, na hiyo tuliongea last Sunday. Ni kuguza. Anania akaanza kusema hata pastor hajajua nimeuza plot pesa gapi. Na wanaambiana na mama hapa. Na mama anamwambia, "Tugawe." Wakagawa. Wakaweka kwa biashara yao. Hii ingine wakakuja, Anania anakuja vizuri, ameleta kwa madhabahu. Na Petro, Roho wa Mungu akamuonyesha Petro. Watu si waaminifu. Petro akamwambia, kabla hiyo plot hujauza ilikuwa tu yako. Na hakuna mtu alikulazimisha. Wewe ndio uliinua mkono la Sunday ukasema, niko na kaploti na pale Mngetho, nikiuza nitalete sadaka. Nitaileta hapa yote. Yeye ndio alikuwa amejisemea. Lakini wakati aliona pesa zimekuwa nyingi, mali imekuwa nyingi, akaingiwa na roho hiyo ya kujaribu kumficha Roho wa Mungu. Sasa siku ya leo najaribu kukuleta kwa madhabahu uone nguvu iliyo katika madhabahu, na vile madhabahu huwa inatetea watu wa Mungu, na vile madhabahu huwa inamaliza watu wa Mungu. Hii ni moto. Bwana Yesu atukuzwe. Huyo ni mwaki. Hapa ni moto. Unaweza ona ni kawaida. Kwa nini fulani alifanya hivi na hivi na hakuna kitu ili happen? Hinyole wale hau ni wathirire. Siku ya Musa ndio ilikuwa na nguvu, lakini leo iko wewe. Hebu ambia mwingine yule yako karibu na wewe, usichezee moto jamani. Ndomwele, usichezee moto. Tuliongea mambo mengi. Hapa kuna wakati ambapo niliwafunza about akina Kora. Kora walitengeneza kikundi cha kukua against Musa. Na wanaenda wanaambia watu, msirudi kusikiliza kale kamzee.
Kana no koni ukurura kana fogodha kanaanza kutuambia ni Mungu amesema tuachane nako. Mtusikilize, sisi we are young and energetic. Sisi ndio tunaelewa mambo. Tuko na mtandao tunafanya hivi. Na inatuambia na kuambia Mungu alikasirika. Akasema akina Kora kila mtu akae kwa mlango yake. Nao Waisraeli wakae mbali. Mungu awaonyeshe vile anafanyanga. Nyinyi ndio mnacheza na Musa. Mwenye nimeinua aweze kutunza na kulinda madhabahu yangu. Biblia inasema dunia ilipasuka hivi, ilifungua mdomo wake. Dunia ilifungua mdomo wake, ikawameza akina Kora wote, kila mtu na familia yake na bibi yake na watoto wake na wafanyikazi wake wote. Wakamezwa na dunia ikajifunga. Halo. Kwa sababu ya kucheza na yule ambaye amepewa kuangalia madhabahu. The same case. Leo ninataka tuendelee kuangalia haya madhabahu na nguvu iliyoko katika haya madhabahu. Tumesikia ya kwamba Balaam na Barak waliyatengeneza madhabahu, na namba 2 walitoa sadaka, na sio sadaka tu, walitoa sadaka mnono. Bwana Yesu atukuzwe. Hebu sisi wote tuseme kwa pamoja, sadaka mnono. Haikuwa hivi, ilikuwa, hebu turudie msikie ili sauti ya Mungu ikuje, kwa sababu Mungu hiyo siku aliongea. Mungu aliongea kutokana na kile kilifanywa na akina Barak. Na akina Barak walikuwa watu wachafu, walikuwa watu wabaya, licha ya kwamba huyu Balaam alikuwa mganga. Halo. Balaam alikuwa mganga lakini alijua siri. Ili Mungu aongee, kuna kitu ambacho ninafaa kufanya. Namba 1, sikia. Balaam akasema, nijengee hapa madhabahu 7. Ajengewe nini? Munitayarishie mafahari 7. Fahari ni nini? Bible ya Kiingereza inasema ni ndume. Hata ya Kikuyu na ile ingine. Ndume. Si kandume. Fahari ni ile ndume yenye tunaona huko Western inapigana na igi. Ile yenye imenona, imekula vizuri, iko na afya. Hata ikigonga hii nyumba inaangusha. Hiyo ndio fahari. Praise God. Huyu Balaam akasema hivi, nitayarishiwe fahari 7. Kila madhabahu iwe na fahari moja. Kila madhabahu iwe na fahari yake ambayo itatolewa pale. Iwe na sadaka yake mnono ambayo itaenda kuchinjiwa pale. Bwana Yesu atukuzwe. Na tafadhali munipatie nguvu. Munipatie moral, munipatie nguvu kwa sababu ya kusema amen kwa njia nzuri. Bwana Yesu atukuzwe. Ati kila madhabahu, Balaam akasema kila madhabahu itengewe ndume yake ya kuchinjiwa pale. Nataka ufikirie katika soko ya siku ya leo, ndume ile mzuri vizuri, ile ikitembea hivi inatingika, nyama ikainaina vizuri, ni maguta, inauzwa pesa ngapi pale kwa soko pale auction? Inauzwa pesa ngapi ndume mzuri? 200,000. Kumaanisha ya kwamba katika madhabahu kunahitajika sadaka ambayo inaonekana kweli ina uzito. Halo. Nani alisema tuwe tukitolea Mungu 5 bob na 20 bob? Sikia, Balaam ni mganga lakini anaelewa kwa madhabahu ile kitu ninafaa kupeleka ni kitu inaguzika, kitu kinanyitika wega. Halo. Haya, akasema namna gani? Sikiliza. Munitayarishie mafahari 7 na kondoo dume 7. Kondoo dume. Saa hizi ile ndume mzuri ya kondoo inauzwa pesa ngapi? Jenda weke madhafu maku. Toka siku za kina Musa uweke siku ya leo. Toka siku za kina Balaam uweke siku ya leo. Mwadhani ya gosho. Praise God. Ati Balak alitengeneza haya madhabahu na akatoa hizo vitu za zamani akamtolea Mungu. Na Bible inasema hiyo utaenda ujisomee, kwa sababu sitaki tusimame pale sana. Utaenda ujisomee ya kwamba haya madhabahu ilirudi kasemekana hivi.
Mungu aliongea that day. Sauti ya Mungu ilisikika. Mungu alitoa sauti, Mungu aliongea, Mungu alinena. That day hakunyamaza. Ukitaka Mungu anene, ukitaka Mungu aongee, songesha sadaka mnono kwa madhabahu. Bwana Yesu atukuzwe. Songesha sadaka mnono kwa madhabahu. Hebu tuendelee kuyaangalia haya madhabahu, kazi yake ni nini? Kama haya yenye tumeyainua katika mji wa Band, kazi yake ni nini? Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mwadhani yagoshwa. Amen. Sisi ambao huwa tunakuja hapa katika haya madhabahu, Mungu anatuita nini? Na ana haja na sisi kwa namna gani? Hebu tuangalie maneno ya Yesu Kristo mwenyewe katika kitabu cha John. Tukimbie katika Gospel according to John. Kitabu cha John, cha Yohana. Tutengene ihenya. Nataka tuyaangalie haya maneno ya madhabahu upesi ili tuweze kushangilia kabla hatujashangilia na kusema happy birthday kwa kanisa letu kwa miaka ambayo Mungu ametuweka katika mji wa Band Forest. Tuangalie katika John chapter number 10. John 10 kuanzia verse 1, tuone pale vile ambavyo Mungu ananena kuhusu madhabahu. Na kunihusu mimi, kukuhusu wewe. Ili wakati wowote ambao uko pale, hata kama hautakuja kanisani, hata kama hautafika kwenye madhabahu, ukae ukielewa ni nini ambacho neno la Mungu huwa linasema. Haya madhabahu yamefananishwa na nini? Hebu tusikie vile Yesu anasema. Amin, amin nawaambia, yeye asiyeingia katika zizi la kondoo kwa kupitia kwenye lango, lakini akwea kuingia ndani kwa njia nyingine, ni mwizi na mnyang'anyi. Yeye anaingia kwa kupitia kwenye lango. Yeye aingiaye kwa kupitia kwenye lango ndiye mchungaji wa kondoo. Mlinzi hufungulia lango na kondoo husikia sauti yake. Bwana Yesu atukuzwe. Haya madhabahu ambayo tumeyainua na kuyatengeneza katika mji huu, Bwana Yesu Kristo anasema ni zizi la kondoo. Ati na kondoo zinafaa kupitia kwa mlango, na yule aliye mchungaji wa kondoo anafaa kupitia kwa mlango. Ati na mwenye anapitia kwa ukuta, huyo ni mwizi na mnyang'anyi. Bwana Yesu atukuzwe. Na hizo kondoo zinafaa kutunzwa na kulindwa. Mimi najua kondoo wakati mwingine huwa hazijui huyu mtu anaweza kutudhuru, na yule mtu huwa anazipea ulinzi ni mchungaji. Kwa hivyo kondoo zinafaa kuwa na mchungaji. Kila madhabahu yanafaa kuwa na mlinzi wa zile kondoo ziko pale. Bwana Yesu atukuzwe. Na kama kondoo zitakosa mtu wa kuzichunga, huyu mwizi ataziandama. Sio mwizi peke yake, unafaa kuchungwa, unafaa kuwekewa ukuta mzuri na mlango, na yule ambaye atakuwekea huo mlango ni mchungaji wako. Hebu uliza mwingine, do you have a shepherd? Uko na mchungaji? Hebu muulize, muulie na tukamwetigere, ni uri na mtungati, ni uri na anaitwa nani? Ni uri na anaitwa nani kwa Kikuyu? Mureithi. Ni uri na mureithi. Hebu muulize, ni uri na mureithi we? Kama hauna mchungaji, ujue wewe ni kondoo iliyo katika hatari. Huku nje, wacha nikuambie, kuna bweha, kuna wanyama wa aina nyingi, na yule mtu atakusaidia ili wale wanyama wasikuue ni mchungaji. Bwana Yesu atukuzwe. Huyo ndio ataona bweha inakuja, achomoe kisu ama upanga. Ataona wezi wanakuja, aweke kifuli, padlock. Halo. Na tumeambiwa ya kwamba huyu mwizi hapitii kwa mlango. Uzuri ni kwamba Mungu akimuinua mchungaji katika madhabahu kama haya, anampa kuelewa na kufahamu ya kwamba mwizi anaweza kujia kwa ukuta, mwizi anaweza ruka. Kwa hivyo ataweka security ya kutosha.
Security wakati mwingine huwa tunaiweka kwa mataa. Unakutanga wakati mwingine tunaweka mataa ya security. Nimeona siku hizi watu wameadvance. Ati mtu akifika kwa gate, taa zinajiwasha na kamera zinajiwasha. Kuona ni nani huyu ambaye amekuja kwa gate yetu. Halo halo. Mwadhani agoshwo. Tupigie Yesu makofi mazuri. Nimeona kweli mnanisikiliza. Wakati ambapo kondoo hazina mtu anazichunga, kondoo hazina mtu ana take care of them, kuna hatari kubwa. Kuna hatari kubwa, watu wa Mungu. Bwana Yesu atukuzwe. Ile hatari iliyoko ni hii. Kondoo wanakaanga wakati mwingine, kama hivi majuzi, mimi ni mfugaji wa kuku. Na wacha nichukue kuku na kondoo ni aina moja. Hawajuangi hatari inakuja. Sasa kuna kuku ambao walichomoka nje, na wakati ambapo nilifunga na nikachelewa kukuja kufungua jioni waingie, nilikuta wale kuku walienda wakakaa kwa giza kwa kakona mahali na kunyamaza. Bwana Yesu atukuzwe. Hata siku ya leo ukiwa mfugaji wa kondoo, usiache pale kwa kichaka. Hizo kondoo zinaonanga giza inaanza kukuja, zinaanza kuja alafu zikiona sasa kabisa ukuji, zinanyamaza kama wajinga tu. Zinanyamaza hapo kwa giza, hazina security yoyote. Hakuna ukuta, hakuna mlango, hakujafungwa. Zimekaa pale, bweha na wanyama wengine wanaweza ingilia wakati wa usiku. Hata wakati mwingine sisi tukiwa wadogo, tulikuwa tukicheremwa kuingiza kondoo na ama kuziendea kule kwa kichaka. Baba akifika jioni, kitu ya kwanza alikuwa anauliza, "Nimuhigerira ng'ondu? Nimuhigerira mburi?" Hivyo baka tunaambiwa mtoke haraka sana mkazitafute na tochi. Halo halo. Hivyo ndivyo katika madhabahu kulivyo. Mungu huwa anauliza yule ambaye amemweka pale awe mchungaji. Naye yule mchungaji lazima naye awe responsible kwa zile kondoo. Katika hayo madhabahu lazima kuwe kuna kondoo ambao ni waaminifu kwa mchungaji. Katika hicho kitabu cha John chapter 10 kuna maneno ambayo Yesu Kristo ametaja pale. I think ni verse katika verse hebu tuangalie katika verse 4. Akiisha kuwatoa wote nje, hutangulia mbele yao, na kondoo humfuata kwa kuwa wanajua sauti yake. Bwana Yesu atukuzwe. Kondoo wanajua sauti ya mchungaji wao. Sasa kama wewe hauna mchungaji, ujue umekondolewa macho na hatari kubwa sana. Umekondolewa macho na hatari kubwa sana. Kama haujui sauti ya mchungaji wako, pia uko kwa hatari kubwa sana. Kwa sababu mwizi atakuja na ataanza kupiga tumiroli vile mchungaji huwa anapiga tumiroli. Na wewe unafuata mwizi bila kujua ni mwizi umefuata. Unafuata mtu wa kijijio bila kujua huyo ni wa kijijio, sio mchungaji. Halo halo. Wewe ni kondoo wa Mungu. Na ukiwa kondoo ni lazima ukae kama kondoo, ili naye mchungaji akupee security. Kwa sababu kuna wengine wako kanisani na si kondoo. Hii tumesikia ni boma na zizi la kondoo, na mchungaji yuko ili achunge hizo kondoo. Lakini zingine ziko ndani yetu, sio kondoo, ni mbuzi. Halo halo. Kondoo ni wapole na wanasikianga sauti ya mchungaji na wanatii. Lakini ukiona wale hawatii, hao ni mbuzi. Na mbuzi kuna hatari. Halo halo. Na mbuzi haigojei mlango ifunguliwe. Mbuzi inaweza panda mbuzi iko na kisirani za kila aina. Nilishangaa kuona ingine. Mimi huwa ninatembea, na wakati mwingi huwa ninatembea kwa sababu ya kuhubiri injili. Sio kutembea tu, ni kutembea kuhubiri injili. Nimekuwa nikienda upande wa Baringo na upande wa kule kwa Wasamburu.
kuna itango aje Maralal huko. Unaendaga unakuta mbuzi ni wengi kule. Although hata pia kondoo ni wengi. Lakini kondoo ni wapole, wanagojea kile mchungaji ataleta. Lakini mbuzi wanajua kujihangira. Wewe mnanielewa? Mbuzi anapanda juu ya mti. Nilikuwa nauliza, kuna ingine nilipata imesimama pale juu ya mti na inakula matawi huko. Nikauliza, nani alipandisha hii huko? Ati za huku zinapandanga. Nikajiuliza, kwani zinapandanga namna gani na zina mkono? Na mimi kabla nipande kwa miti ninateseka sana, nishikilie ndio niruke nishike ile branch nyingine. Lakini mbuzi anapanda mpaka huko. Kiherehere ya mbuzi, ebu ambia mwingine usiwe na kiherehere ya mbuzi. Ili mchungaji asikuwe na stress, mchungaji aweze kukuchunga vizuri, lazima uwe kondoo ambaye ananyenyekea, anatii sauti. Akisikia mchungaji anaitana, kondoo anakuja na anatii sauti na ananyenyekea. Anaenda wakati wa kuramba chumvi ni wakati wa kuramba chumvi. Wakati wa kuingia kwa zizi na afungiwe ni wakati wa kuingia. Sio wakati umefunga unarudi kusema haya. Na ile inakuanga na mkia ya brown sioni, ile inakuanga na jicho moja kubwa sioni, kwa sababu zimeumbwa tofauti. Wakati ambapo sisi tunawahudumia watu wa Mungu, sisi ni wachungaji, tumepewa haya majukumu na Mungu. Wakati mwingine mnatupea stress kushinda uking'ang'ana kwenda kutafuta fulani. Nikiareka niorire. Wacha tuwe kondoo ambao watatulia kwa hili zizi na kugojea kile ambacho mchungaji amewaandalia, na utakuwa kondoo mwenye afya. Niliwaambia na nimerudia hili na nitarudia tena, ya kwamba kuna tofauti ya kondoo na ule wa huko kwa kichaka anaitangwa nani? Swara. Kuna tofauti ya swara na kondoo, kwa sababu kondoo huwa anachungwa vizuri, anapewa madini ambayo anayahitaji. Sasa unakuta kondoo amenona vizuri, kwa sababu mchungaji anaelewa kile ambacho kinahitajika kwa huyu kondoo. Huwa anamtoa nje masaa machache tu na kumrudisha na kumfungia. Lakini huyu kondoo ana afya nzuri, amepewa dawa ya minyoo, amedungwa sindano ile ilikuwa inadungishwa na serikali. Lakini swara hana mtu wa kumchunga. Usiku na mchana swara yuko kule. Lakini swara hata ukichinja nemonyuko, amekonda, hata huwezi kunywa supu, kwa sababu swara anauma mara mbili anafanya, anauma tena anafanya, kwa sababu hana utulivu. Bwana Yesu atukuzwe. Naye mwandishi wa Zaburi ya 23 akasema hivi, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya majani ya utulivu huniongoza. Huyu mchungaji huwa anampeleka mahali kuna utulivu, anakula vizuri, anashiba, anapelekwa kwa zizi, anatulia. Akiwa na hitaji la kiafya, anahakikisha amemshughulikia kwa kiafya chake, anakuwa so healthy. Bwana Yesu atukuzwe. Na ndio maana utakuta kondoo inatamanika. Hata ukienda kukula nyama ya kondoo, ni kondoo nzuri, lakini mbuzi pamoja na yule mwingine anaitwa swara, kwa sababu ya hii kiherehere atakuwa amekonda. Ambia mwingine kuwa kondoo nzuri. Tulia. Turudi hapa kwa madhabahu. Tulikuwa tunaongea juu ya madhabahu. Leo tunasherekea miaka 4 tangu tulipoyainua haya madhabahu katika huu mji. Na ili tuweze kukaa na maadili ambayo yanafaa, tumeambiwa na neno la Mungu, haya madhabahu tuwe tukisongesha sadaka zetu kwa uaminifu, shika vizuri, kwa uaminifu, bila kukosa. Na kama utatoa zaka zako, sadaka zako za hiari, marimbuko yako, sadaka zile za yenye uliinua mkono ukasema nimepledge, hizo zote, maandiko ya last Sunday ilituambia utafanikiwa kona zote. Ukiwa mfugaji, kondoo na ng'ombe zako na kuku na ngamia na bata zitazaana mpaka wewe ufurahie, kwa sababu ya kuwa mwaminifu kwa Mungu wako. Lakini usipokuwa mwaminifu, zitakufa.
zingine zitakula bila kuzaa. Bwana Yesu atukuzwe. No kulia tu. Lakini ukienda kuvuruta maziwa, unavuruta karibu ukate ronyodo, lakini hakuna kitu inatoa. Kwa sababu haukuwa mwaminifu kwa Mungu wako. Bwana Yesu atukuzwe. Unaenda unapata kibarua, haukutoa malimbuko. Unajua ile mshahara ya kwanza, chomoa kitu kidogo tu pale, ulete kwa madhabahu hapa, useme nimeleta malimbuko yangu. Halo. Ukilima shamba, ukipata mboga, ukipata mboga za kwanza chuna, leta kwenye madhabahu. Tunene kwa sababu ya hilo shamba, tunene kwa sababu ya wadudu waharibifu. Tuhamu watu wa Ngai. Lakini sisi tumekuwa tunakula yetu, tunakula ya Mungu, na life is normal. Kama fulani ameishi kukula, tunakiona aniengerie. Niliwaambia siku nyingine nilikosa kutoa malimbuko ya kitu inaitwa shita kwa marenge na Githweli. Tuseme ni marenge tu kwa Kiswahili ni marenge. Nikakula marenge bila kutoa malimbuko. Wacha nikuambie, marenge ilivamiwa. Ile nilienda kuweka kwa store, nakuta yote panya iko ndani. Panya imetengeneza kishimo hivi, yote imekula. Haya, kwenda kwa shamba. The following year hakuna marenge nilivuna. Ilikuliwa yote. Halo. Kwa sababu haina security. Ambia mwingine weka security. Na kuweka security kwa mali yako na vitu zako ni madhabahu. Tuliambiwa last Sunday, ile madhabahu tumekuta ya watu wa Misri, tubomoe yote, tuinue madhabahu ya Mungu. Na hapa tuliinua haya madhabahu 4 years ago. Na haya madhabahu tumekuwa tukiomba hapa na Mungu ametutetea. Kuna watu ambao Mungu hajawatetea. Kwa sababu gani? Turudi kwa maandiko. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza, tukimbie pale. 1 Samuel, na tuko almost kumalizia. Usichoke sana. Katika kitabu cha 1 Samuel chapter number 4. Tutitengere hau mutitengere muone deto hari eri. 1 Samuel chapter number 4. Katika chapter number 2, Mungu alikuwa amepeana warning. Kuna nabii mmoja ama kuhani mmoja ambaye alikuwa anachunga madhabahu ya Mungu, alikuwa anaitwa Eli. Na Mungu akamtumia nabii mwingine, akamwambia Eli, chunga. Hado ataradhi wega. Hawa watoto wako wamekuwa wakianajisi madhabahu ya Mungu. Na usipochunga, hapa Mungu ataweka kiboko. Eli hakuchukua jambo hilo na uzito, na hakutilia maanani. Lakini katika chapter number 4 sasa, nataka tuguze pale mbio. Chapter number 4. Kuanzia verse 12. Siku ile mtu mmoja wa kabila ya Benjamini akakimbia kutoka kwenye uwanja wa vita na kwenda Shilo. Nguo zake zilikuwa zimeraruka na akiwa na vumbi kichwani mwake. Huyu ni mtu alitoka kwa vita mbio, akakuja mbio mpaka atiguo ikararuka kwa njia akikimbia. Ndio hata ngarago ikataruka. Umewahi kimbia mpaka nguo inararuka? Ujue vile kulikuwa na hatari huyu mtu akikimbia. Ni ripoti gani hii alikuwa anakuja kuleta yenye ilifanya akimbie hivyo? In verse 13, alipofika Eli alikuwa ameketi juu ya kiti chake kando ya barabara akiangalia kwa sababu moyo wake ulikuwa na hofu kwa ajili ya sanduku la Mungu. Mtu yule alipoingia mjini na kueleza kilichokuwa kimetokea, mji wote ukalia. Hata hatujajua ni nini kilikuwa kimetokea, lakini Biblia inasema wakati huyo mtu alifikisha report, mji mzima, the whole town, watu walianza kulia. Kila mtu, wakubwa kwa wadogo, watu walianza kulia. Ni report gani hii baya yenye ilikuwa inafanya watu walie? Sikia. Eli akasikia kelele za kilio, naye akauliza,
Ni nini maana ya kelele hizi? Yule mtu akafanya haraka kwenda kwa Eli. Wakati huu Eli alikuwa na miaka 98. Alikuwa na miaka ngapi? 98. Sio nuguka. Eli alikuwa na miaka 98 na yeye ndio kuhani mkuu, yeye ndio alikuwa archbishop that time. Huyo mtu akakuja kwa Eli na Eli ni kukaa, akamwambia Eli, mimi nimetoka vitani sasa hivi, nimekimbia kutoka huko leo hii. Eli akamuuliza, je, mwanangu, ni nini kimetokea huko? Yule mtu akaleta habari. Yule mtu aliyeleta habari akajibu, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, nalo jeshi limepata hasara kubwa. Pia wana wako wawili, Hofni na Finehazi, wamekufa. Sikia ile habari analeta Eli ni guka. Na sasa wale vijana alikuwa anafikiria atawaachia uongozi wa familia yake, anaambiwa wamefanya nini? Na guka anafaa kuletewa habari namna hii, anaambiwa direct, watoto yako yote Hofni na Finehasi dead. Na sio hao peke yake. Sikia, anaambiwa na sanduku la Mungu limetekwa. Madhabahu yenye walikuwa wameiheshimu sana Waisraeli, na walikuwa wanajua hii madhabahu ikipelekwa pale kwa vita isimamishwe hapo, Waisraeli wanashinda kabisa maadui. Lakini sasa Wafilisti wameenda na hii madhabahu, watu ambao ni wanajisi mbele za Mungu, watu ambao Waisraeli walikuwa wanasema watu wasiotahiriwa, wachafu mbele za Mungu, wamebeba sanduku la Mungu na kukimbia nalo, na hata wajui ni la kazi gani. Halo. Sasa mzee zile ripoti anapewa sio za kuridhisha hata kidogo. Haya, tusikie ama alianza kuchagiria ama alifanya nini? Verse 18, na hapa ndio mambo iko. Mara alipotaja sanduku la Mungu, Eli alianguka kutoka kwenye kiti chake kwa nyuma kando la lango, shingo yake ikavunjika naye akafa. Ndiratheka mehia, ndiratheka utio utagetekagwo. Lakini sasa huyu guka alianguka. Biblia inasema alianguka na nyuma na kiti yake, amekaa hivi, na unajua yeye ni archbishop, na unajua yeye amekula. Nilisikia archbishop akisema hakuna bishop anakuaga amekonda konda. Ukiona bishop amekonda ujue hapo kuna shida. Sasa Biblia inasema Eli alikuwa archbishop na tumbo ni ile inatoshana duamu, amekula sadaka vizuri. Lakini shida ilikuwa hii, hawa watoto wake, kuna zile sadaka ambazo Bible huwa inaita sadaka za kuteketezwa. Hizo zinateketezwa mpaka ziwe jifu. Halo. Lakini watoto hawa wawili, Finehasi na Hofni, walikuwa wanakuja na kiuma kubwa, wanadunga zile sadaka na kukimbia nazo wakicheka. Kwanza zinaenda zikimwaga mafuta. Unajua Waisraeli walimpenda Mungu wao sana na walimheshimu Mungu, na walileta sadaka ambazo zilikuwa ni kama mafuta. Ile kama ni ndume wanaleta ndume ile imenona vizuri, kama ni kondoo ni ile inatikika mafuta hivi. Na geduru, ndio tunasema ya geduru. Sasa hawa akina Finehasi walikuwa wanadunga hiyo sadaka na kukimbia na kinyama na wanaenda kukula huko nyuma. Na katika chapter number 2, Mungu akawapea warning, akampea Eli warning, hawa watoto wako watakuletea shida. Chunga. Lakini Eli hakuchukua jambo hilo kama lina uzito. Na wakati ambapo haya madhabahu ya Mungu pia yamenajisiwa kwa njia ile ya kukula sadaka, ambia mwingine usijaribu kukula sadaka wewe. Usijaribu kukula sadaka wewe. Ndomwele, unamhurumia. Na Eli alihurumia watoto wake, lakini kuwahurumia hakuwasaidia. Ni kifo alileta kwake. Na hakuleta kifo ya mtu mmoja. Alileta kifo baada ya kifo baada ya kifo na baada ya kifo. Wewe tuhamwe. Haya madhabahu yanaweza kututetea. Tumesikia kwamba
tukae kama kondoo wazuri, tuheshimu mchungaji, tusikie sauti ya mchungaji na tutii. Tuhamwe? Na tusipofanya hivyo, haya madhabahu yanaweza kutukula na yatumalize, na imalize mali yetu, na imalize nyumba zetu. Huyu Eli amekufa akiwa na miaka 98. Watoto wake wawili wamekufa the same day, na kifo hakikuishia pale. Hebu tusome verse 19. Usikize, kuna shida. Verse 19 tutengere hau. Katika kitabu cha 1 Samuel chapter number 4 verse 19. Mukwewe, that is daughter in law. Mukwewe, ni mrajigwa wega. Mukwewe mke wa Finehas. Si tumesema Finehas amekufa huko kwa vita, mtoto wa Eli. Sasa bibi ya Finehas sikiliza, bibi ya Finehas alikuwa mjamzito na karibu wakati wa kujifungua. Aliposikia habari kwamba sanduku la Mungu limetekwa na kuwa baba mkwe wake na mumewe wamekufa, akapata yani uchungu. Hii ni Kiswahili ya Kitanzania. Akapata uchungu, naye akajifungua, lakini akazidiwa na uchungu. Alipokuwa akifa, wanawake waliokuwa wanamhudumia wakamwambia, usikate tamaa, umemzaa mwana. Lakini hakujibu wala hakuweka maanani, akakufa. Oi, Bwana Yesu asifiwe. Bibi ya Finehasi amekufa. Hii ni hasara gani imeingia kwa nyumba ya Eli siku moja? Mnanisikiliza watu jika ni mnajigua? Watu wa Mungu tuko pamoja Eli amekufa. Watoto wake wawili vijana wale mabarubaru, wanajeshi wenye wanatetea Israeli, dead. Bibi ya kijana, uzuri alizaa tu mtoto, hata hakumpea jina, na yeye dead. The whole family ya Eli ikaisha hivyo kwa sababu ya kutoheshimu madhabahu ya Mungu na kutoheshimu sadaka za Mungu. Zile sadaka ambazo zimesongeshwa kwa madhabahu tuziheshimu. Praise God. Tuziheshimu na tumuheshimu Mungu mwenye hayo madhabahu. Tumuheshimu Mungu mwenye hizo sadaka. Tuzitoe kwa ukarimu na kwa moyo wa kupenda, nazo zitutetee mbele za Mungu. Kila wakati ambapo unapohitaji chochote, kumbusha Mungu, mwambie, katika madhabahu ambayo tuliyainua band, mimi nimekuwa mwaminifu. Na mimi sichezi na sadaka zako Mungu. Sikia kilio changu, sikia maombi yangu, na Mungu atakusikia, Mungu atakujibu. Bwana Yesu atukuzwe. Labda kuna mahali ambapo ulikuwa umeteleza kidogo na haya madhabahu ya Mungu, lakini kwa sababu ya kutii sauti ambayo umeisikia siku ya leo ya mchungaji wako akikuletea sauti ya Mungu na kukuambia tuyaheshimu madhabahu na sadaka za Mungu, Mungu atakuhurumia mara tena. Mungu atakuinua mara tena. Madhabahu ya Mungu yataanza kukutetea as from today. Ninataka tuinue sauti zetu mbele za Bwana. Tumwambie Mungu, licha ya kwamba shetani alikuwa amejaribu kuniondoa ili nisikae kwa haya madhabahu, nisikae kwa hii zizi ambayo Mungu umenijengea, ili niwe na security. Shetani alitaka niwe pale nje ili bweha wakuje wanija tabule na wanimalize. Shetani alijaribu nikae kule nje ili wakati ambapo mvua inanyesha ninyeshewe, ili wakati ambapo jua inawaka niwakiwe, ili wakati ambapo jua itawaka nikose chakula na maji, kwa sababu sina mchungaji, sina mtu wa take care of me, sina mtu wa kunihurumia na kunisaidia. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Na niliwaambia bweha wamejaa all over, mafisi wamejaa kila mahali, wanararua watoto wa Mungu, wanararua kondoo za Mungu kila mahali. Wachawi wamejaa, waabudu wa sanamu wamejaa, na wamekuwa wakijaribu hata kupigana na madhabahu kama haya ambayo tumeinuliwa Mungu wa mbinguni, ambapo huwa tunaleta sadaka zetu na Mungu anasikia maombi yetu. Wanajaribu vile haya madhabahu yanaweza isha ili waweze kutabura kondoo vizuri.
Tuihamu ando Ngai. Kile kilichoko ni kwamba tutaita Mungu wa mbinguni siku ya leo na atatenda. Tutaita Mungu wa mbinguni, ataendelea kuzingira watoto wetu, jamii zetu, kazi ya mikono yetu, kila kitu ambacho kinahitajishwa na sisi. Vile ambavyo Mungu alituambia hapa last Sunday, chochote tutaguza kwa mikono yetu kitafaulu. Kile ndio hutagia na moko gigatherema katika jina la Yesu Kristo. Ukianza biashara, ninatangaza kuanzia siku ya leo kupitia kwa haya madhabahu, Mungu aitetee, ipanuke maradufu katika jina la Yesu. Hakuna yule ambaye alisema sisi hatuwezi enda international. Bwana Yesu atukuzwe. Wakati ambapo tulianza haya madhabahu, tulikuwa chini sana. Hatukuwa na vyombo, hatukuwa na facilities kama hizi ambazo tuko nazo siku ya leo. Tukaitana mbinguni, tukalilia Mungu. Hatukuwa hata na kiti cha kukalia. Hatukuwa na kanisa. Siku ya leo tuna kanisa. Tulikaa mwaka mzima tukiota jua pale juu karibu kwa lami. Tulikuwa tunakaa, ilikuwa inafika masaa ya mimi kuhubiri, naona watu wameniangalia hivi, kumbe ni jua inawachoma. Mimi nafikiria wananiangalia mbaya. Tunaona mvua inakuja, tunamaliza ibada haraka na kutoroka. Lakini siku ya leo hata ikinyesha ya mafuriko, tuko kwa nyumba, tunafurahi na tunashukuru Mungu. Tupigie Yesu makofi mazuri. Hiyo safari ya miaka 4 tumetoka mbali. Mungu ametutoa mahali na hena hado Ngai aratutuana. Katika hiyo miaka 4 kuna wakati ambapo hatukujua kufanya video. Mpaka video zetu za kwanza tulikuwa tunafanya na Johnny kwa nyumba. Tuna record, tuna edit, kwa sababu hatukuwa tunajua hata kuface camera vizuri. Tuna edit ili ikienda kwa mtandao isituletee aibu. Tulikuwa tunatumia kasimu ka bei rahisi, lakini Mungu ametuinua na ametutoa pale. Bwana Yesu atukuzwe. Siku ya leo tunaenda live. Saa hizi watu wanatuangalia wakiwa USA. Saa hizi vile tunaongea saa hizi, watu wanatuangalia wakiwa Qatar, wakiwa Germany na kule kwingine. Kuna mtu alikuwa ananiambia huwa hakosi kutufuatilia akiwa mahali ambapo panaitwa Qatar. Bwana Yesu atukuzwe. Juzi tulikuwa na our sister hapa Rusi. Rusi alikuwa ananichapia story, ananiambia yeye alikuwa Saudi na alikuwa kila Sunday alikuwa tusipoenda live anasikia vibaya sana. Mpaka alikuwa ananitumia message, ananiambia leo pasta umetunyima neno. Na siku ya leo hatuna stress. Kuna wakati wenye tulikuwa tukianza kwenda live inatusumbua mpaka tunakatisha. Leo hatukatishi. Tunaenda vizuri, tunashukuru Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu atukuzwe. Nao wale ambao wako kwa mtandao tunawaomba ya kwamba haya madhabahu ambayo tumeyainua hapa, wayafanye madhabahu yao, wasongeshe sadaka zao mahali hapa. Naye Mungu wa mbinguni wakati tunamuita anawatetea tukiwa mahali hapa. Kuna watu ambao wamepata taabu nyingi sana kwa sababu ya kujaribu kupigana na madhabahu ya Mungu. Na tunawaombea watu wapewe hekima, waache kupigana na Mungu mwenye madhabahu, kwa sababu kupigana na madhabahu ni kupigana na Mungu mwenyewe. Kupigana na watumishi wa Mungu ni kupigana na Mungu mwenyewe. Tumesikia kwamba wakati Musa aliinukiwa na akina Kora, Mungu alifungua dunia ikameza akina Kora. Wakati ambapo Miriam na Aaron na ni madada, ndugu na dada wa Musa, walianza fununu kwa wanaanza kusema, kwani Mungu aoni sisi ndio tunaongeanga vizuri, sisi ndio tuko energetic, sisi ni wakubwa kushinda Musa. Musa ni mtoto yetu, ni mdogo. Mungu alikasirika. Hiyo siku akawagonga, wakakuwa na ukoma. Halo. Wakakuwa na ukoma mpaka wakabebwa wakaenda kutupwa huko nje ya kampu. Na ni dada ya Musa na ndugu ya Musa, lakini walitupwa huko kwa sababu wamejaa kinonda all over. Kuna mtu mwingine nimalizie na huyo ambaye anaitwa Gehazi. Wakati ambapo Naaman aliponywa ugonjwa wa ukoma na Elisha. Na Elisha akasema leo hatuchukui sadaka yoyote. Gehazi akakimbia na ukora. Akaenda akaambia Naaman, nimetumwa na pastor, amesema mlete hizo sadaka tupeleke children's home. Na akazibeba na akakimbia kwenda kuficha. Lakini wakati ambapo alirudi kwa nabii wa Mungu Elisha alimuuliza, umetoka wapi? Anasema asijaenda mahali. Wacha nikuambie, hata wakati ambapo ulikuwa unaenda, ile story yote umepeana, nilikuwa na hapo spiritually na nilisikia. Ile ukoma ambayo ilikuwa na Naaman ikamshika Gehazi, kwa sababu Gehazi alikula sadaka
na yeye hana mafuta ya Mungu. Uliza mwingine tunapomaliza. Tondu ni uri ya muhothire, wina maguta ma Ngai. Tondu ni uri ya last Sunday ulitoa kwa uaminifu. Hata kama haukuwa kwa madhabahu ulitoa. Ya last year mwezi wa 6 ulitoa. Na sio fungu ulikula. Na si sasa ndio ilifanya ndio ulifutwa mwambie neke wafutirwo. Mwambie ndio maana siku ile ulifanya kibarua wiki mbili ukaambiwa ndukaroke wenda. Mungu alifunga mlango. Ndio maana ulikuwa na kakondoo. Kakondoo kako imagine kalitoka sadaka yako ya shilingi 50. Kwa sababu haukusongesha ile 50 kwa madhabahu, ulikuta kondoo imeinua miguu juu, imekufa. Kitu cha thamani kilienda kwa sababu haukuwa mwaminifu kwa Mungu. Hata watoto wakijire dini wake gogona kwa sababu haukukuja kwa madhabahu, ndio maana ulijipea ruhusa ya kwenda kukula sadaka. Ukakula sadaka naye Mungu akakula mali yako. Ikaisha. Tuchunge. Madhabahu itatutetea kama na sisi tutakuwa waaminifu. Vile tu tulisema last Sunday. Hata leo tunasema hivyo. Madhabahu itatutetea kama tutakuwa waaminifu. Kuanzia next Sunday, katika haya madhabahu, tutaanza mfululizo wa kujifunza kitabu cha Matendo ya Mitume. Tutarudi pale ili tukae kama wale apostles wa kitambo. Tumfurahishe Mungu wetu. Kila Sunday tutarudi hapa, Matendo ya Mitume, mpaka tujue tuwe mitume wa Yesu waaminifu ambao watamfurahisha Yesu wa mbinguni. Tigana na ado, wachana na watu. Labda hizo ni boya zinajaribu kukufanyia. Na wewe unazifuata tu, unaenda kutaburwa. Boya zinajaribu kukutoa kwa mikono ya mchungaji wako ili ziende huko zikakutafune. Wale wa kichijio wanajaribu kukuchomoa kwa mikono. Unajaribu kutolewa kwa mikono ya mchungaji wako ili upelekwe kichijio pale juu, umwawe damu na ukuishe hivyo. Watu wa devil worshiper, watu wa Illuminati, watu wa uganga wanajaribu kukuchomoa mahali ambapo hapa uko na security. Ukiwa kwa madhabahu ya Mungu uko na security, you are covered, uko na insurance. Lakini ukitoka kule nje, ndugu na dada yangu, acha nikuambie, utakuwa kwa hatari. Utakuwa kwa hatari. Na ni vizuri tufunguke macho. Kama mahali ambapo kuna security, na maisha yako na Ukristo wako utakufanikiwa. Tusimame kwa miguu tafadhali. Tusimame kwa miguu yetu. Hata hatutaimba, nataka uinue sauti yako mbele za Mungu. Nataka tuambie Mungu asante kwa sababu ya miaka 4 ambayo ametunza na kuyalinda haya madhabahu. Na tuombe ya kwamba Baba ayainue mara nyingine tena. Tunaianoint fresh katika jina la Yesu Kristo. Tuambie Bwana, simama na haya madhabahu, tetea haya madhabahu, tetea Wakristo wa haya madhabahu. Anza kushughulikia mahitaji ya kila mmoja. Sadaka zote ambazo tutazisongesha kuanzia siku ya leo mahali hapa ziwe na fresh anointing katika jina la Yesu Kristo. Ninataka kusikia, ninaomba nisikie sauti za watu wa Mungu wakiinua sauti zao mbele za Bwana wa mbinguni na kuyaanoint haya madhabahu mara nyingine mpya katika jina la Yesu Kristo. Inua madhabahu haya mbele za Bwana. Inua sauti yako mbele za Bwana. Tuinue sauti zetu mbele za Bwana katika jina la Yesu. Tuinue sauti zetu. Sisikii watu wakiomba, wakimwambia Baba katika jina la Yesu Kristo, haya madhabahu Baba wa rehema, uliyainua hapa miaka 4 iliyopita, na Baba umeendelea kuyatetea. Mahali hapa tulikuja na magonjwa tukaponywa, mahali hapa tulikuja na taabu Baba tukashughulikiwa, tulikuja kama tumefinyiliwa na shetani, na Baba ukatupa freedom katika jina la Yesu. Tuendelee kuomba ya kwamba
Baba asimame nasi, Baba tutetee, Baba tupiganie. Hatutasikiliza sauti za wadanganyifu, hatutasikiliza sauti za bweha ambazo zinajaribu kutubembeleza ili tuende kule nje tukaweze kumalizwa katika jina la Yesu. Tutangaze mahali hapa, tutangaze mahali hapa, tutangaze mahali hapa. Kindaraba bozika, kindaraba bozika, kindaraba bozika, kindaraba bozika na mahande limazeria, kindaraba bozika na mahande limazeria. Tutangaze mahali hapa ya kwamba Baba shusha uwepo wake mara tena. Baba endelee kututetea kwa wakati mwingine mpya. Madhabahu haya yapokee fresh anointing, yapokee fresh anointing, yapokee fresh anointing in the mighty name of Jesus. Tunatangaza ya kwamba Roho wa Mungu atatenda mahali hapa. Baba atafanya makao yake mahali hapa. Mungu wa mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo atayatetea madhabahu haya. Wale watainuka dhidi ya madhabahu haya, Mungu atateta pamoja na wao. Wale ambao watayaonesha kidole, Mungu ataweza kuwaonesha kidole chake. Mungu atatetea madhabahu haya, na wale watakaa kulingana na mapenzi ya Mungu, wale watanyenyekea kama kondoo waaminifu, Baba atawatetea, Baba atawazingira, Baba atawapigania, Baba atawashindania katika jina la Yesu Kristo. Mariko bosheteri alimazeria, limazika limahande limaporia. Baba atawatetea, Baba atawatetea, Baba atawapa ulinzi wake, Baba atawapa ushindi wake katika jina la Yesu Kristo. Hakuna silaha itakayoinuka juu yetu itakayofaulu. Hakuna silaha itakayoinuka juu yetu itakayofaulu, maana Mungu atatutetea, maana Mungu atatupigania, maana Mungu atatushindania katika jina la Yesu Kristo. Mungu atatushindania katika jina la Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu, yeye ni Mungu, yeye ni Baba, yeye ni nguvu yetu, yeye ni msaada wetu katika jina la Yesu Kristo. Tuendelee kuinua sauti zetu mbele za Bwana, tuendelee kumwambia Bwana atutetee na atupiganie katika jina la Yesu Kristo. Tunapo anoint madhabahu haya upya, utukufu wa jina la Mungu wetu